Kanisa ambayo ni ya mahubiri, ya mafundisho ya neno, ndio itakayostahimili. Maana makanisa ambayo yanaita watu kwa ajili ya miujiza, wale watu wanaenda kanisani kwa ajili ya miujiza, hiyo milango yote imefungwa. Mungu anataka watu wakuje kwa ajili ya kufundishwa neno, kwa sababu neno litakutoa kwenye utumwa. Ukijua neno umejua Mungu, ukijua Mungu unajua neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila neno hauna msingi. Neno ndilo linatengeneza msingi wa maisha yako. Magonjwa mingi tuko nayo hapa sio kwa sababu tunafaa kuwa wagonjwa. Mashida ambazo tunapitia sasa si kwa sababu tunafaa kuwa nayo, lakini kwa sababu haujui neno ya kutumia ukikonjeka. Haujui neno ya kutumia kwenye biashara yako. Haujui neno ya kutumia kwenye ndoa yako. Haujui neno ya kutumia ukiwa kwenye situation fulani. Nikiwa mgonjwa ni neno gani nitatumia, ama ni ahadi gani, which kind of a promise. Ukiwa kwenye matatizo, kwenye shida, ukiwa kwenye giza, kama wakati mimi nilikuwa kwenye giza, ni neno gani unalitumia? Unakumbuka kuna kitu Mungu alisema, I shall never forsake you nor leave you. Unajua kuna neno, there is a promise, there is a word of God that says, I will never forsake you nor will I leave you. When you stand with the promises of God, una win every battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati umefika kwenye giza, in the valley shadow, uko katika moenda kwatea shadow ni shadow of valley ama ni valley of shadow? Inangani na kujaga kwanza, ni shadow of valley ama ni valley of shadow? Ni valley of shadow. Shadow of valley. Even if I'm in valley of shadow of what? Of death. When unafika mwisho, uko hospitalini, madaktari wamekwambia ni kansa, madaktari wamekwambia ni ukimwi, madaktari wamekwambia you have a terminal disease, then you remind God that even if I am in the valley of the shadow of death, I will not die. That is a promise that God said. So when you have the word in you, uko na neno ndani yako, for every occasion, for every situation. Ukiwa kwenye situation hii, you know what to do. When you are doing business, you know what to say. When you are at home, you know what to do. When you are at your marriage, you know what to do. Then when you have the word, you got the foundation for you to be able to stand. When Jesus aliambiwa ya kwamba jirushe kwenye mawe na hautaguzwa, basi naye akamwambia, wewe shetani niondoke, kwa sababu alielewa really it is not part of the word of God. It is not what God has said. The God you shall never tempt your God. When you know the word, you can never be tempted to do wrong things. Makanisa mingi na watu wengi wamefanywa kushurutishwa, mapasta wameshurutishwa, maaposto wameshurutishwa. Meditate on the word. Muweke neno la Mungu nyoyoni mwenu. Put it so that it can be your defense. The word of God is a defense. The word of God is your protector. The word of God will fight for you. The word of God will guide you. The word of God will heal you. The word of God will defend you. The word of God will do everything. Kanisa ni the word of God. Hiyo nguo umevaa ni the word of God. Everything that you have is the word of God. So meditate. Fuata maagizo. Kuimanisha mwaka huu tutakuwa na maagizo mengi sana. Na sana sana Mungu atakuzungumzia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuzungumzia wewe. Na Mungu atakapozungumza kupitia kwa nabii ama kupitia kwako, ufuate hayo maagizo. Venye Mungu atakupatia direction, kwa sababu wakati wa sasa we will be guided by the word of God, and therefore when you are guided by the word of God, you will be guided by Holy Spirit. Kwa hivyo Holy Spirit atakuzungumzia jinsi ya kufamuka, venye utaamka, kule utaenda, venye utasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilikuja hapa niliomba kwanza, nikamuuliza Mungu nipatie direction ya kufanya service ya leo. Mimi sikuwa nayo, lakini yeye alikuwa nayo, kwa sababu nimeamua kufuata maagizo. Kwa hivyo mahali popote utaenda, ufuate maagizo ambayo ameweka in your heart, not in somebody's heart. Usiende kwa bio, hii ni ya pesa na hii ni ya pesa, hii si ya pesa, hii ni ya pesa na hii ni ya pesa. Sasa ukifanya hivi, upeleke hivi, anakuuliza ya pesa ni gani? Na unawekelea na kwa bio umeanguka.
Kwa nini? Kwa sababu umefuata maagizo ya mtu mwingine. Sasa fuata maagizo. Kule Mungu atakwambia ufanye. What God is going to instruct you to do, you do it. If you do it, you will succeed. Akikwambia toka hapa nenda ukafanya kazi Mombasa, do it. As long as usikie tu ni Mungu amekwambia, just do it and you will go. Na mahali popote utaenda, you succeed. Mungu akikwambia nenda kanisa fulani, ukakae huko, kuna neno lako, ingia huko na utapatiwa neno. Mungu akikwambia nenda uanzishe biashara fulani, enda na utaanzisha. Mwaka huu ni wa kuzungumziwa na Mungu mwenyewe. Ile kitu yako yote ilikuwa imezuiliwa, kutoka sasa kwenda mbele utaona. Wale watu wamefungwa na mababu, wamefungwa na wachawi, wamefungwa na warogi, wamefungwa kule, wamefungwa. Don't worry about it. Because this year God will reveal to you. Atakuonyesha ni nani alikufanyia hii. Atakuonyesha maadui wako walianzia wapi, wakafikia wapi, na sasa wako wapi. Atakuonyesha kila kitu. So God is anakuambia ungoje tu, atakuzungumzia. Ni wakati wa kusikiliza maagizo kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama mnanishika. Tuhamwe. Kama huko tuko pamoja, inua mkono wako juu. Allow God to guide your steps and pursue, trust, uamini. Kama amekuweka dream ya biashara, kama amekuweka dream ya kuolewa, kama amekuweka dream ya kuoa, kama amekuweka dream ya kufungua kanisa, kama amekuweka dream yoyote ile amekuweka ndani, trust that dream and allow God to guide you through those steps. Ukimkubalisha kwenye uimbaji wako utafaulu. Ukimkubalisha kwenye kanisa utafaulu. Ukimkubalisha kwenye ndoa utafaulu. Mwaka huu umkubali, ni fugua. Nilisikia watu wengine wanasema Mungu anakaaga biguni. Mungu hakaagi biguni. Nani alikwambia Mungu anakaaga biguni? Wangapi wanajua Mungu anakaanga biguni? Wale mnasikiaga anakaa biguni? Kama anakaa biguni, nikuuliza swali tu moja. Nilisikia mkiulizwa na Beatrice, lakini wacha niulize vizuri kwa sababu hakuuliza vizuri. Genesis 1:1. And God, wale wamesoma, and God, hebu fungua Genesis 1:1. In the beginning, when he was creating the heavens, where was he? Yeah? Kwa hivyo kuna mahali kwingine Mungu anakaaga. Kule alisk. Kwa sababu he created the heavens and he created the earth from where? Kwa hivyo huko kwingine, it is in your heart. God lives in your heart. God does not live outside your heart. When you allow God to live in your heart, then you conquer. You conquer all your enemies. Kwa hivyo mkubalishe. Huu ni mwaka wa kukubalisha. Ufanye matendo mazuri yanayomvutia Mungu akae kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika namba ngapi? Namba 4 inasema seek godly community. Genesis 39 from verse 2 and 6. Seek godly community. Yani tembea na watu ambao wana Mungu ndani yao. Wale watu unajua ni mafisi, timu mafisi, mahusidi, wote drop. You move only with the right people for the right move of God. Hallelujah. You move with the right people. Hata kama ni nani unamchukua mzuri sana, hata yeye kama ndio unasikiaga akinena neno linaneneka, huyo mtu muweka chini kama hapendi na Mungu. If the person you have been walking with kama si mtu wa Mungu, muweke chini. Kama matendo yake hayapelekani na Mungu, weka chini. Tembea na mtu ambao unajua anatembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mwaka wa kutembea na watu wanaokupeleka mahali, lakini sio watu wanaokuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona safari imeendelea kuwa ngumu. Tuendelee na hiyo nyingine. Nilikuwa nafikiri mtasema amen. Amen. Unajua sasa hii kitu ati mwaka huu utabarikiwa. Amen. Mwaka huu utakuwa na shamba. Amen. Sasa nikikwambia utakuwa na shamba na hauna neno ya kuitisha hiyo shamba, because Mungu, Biblia inasema tuitishe. Kupitia kwa neno tuitishe. Kwa hivyo nikikwambia utakuwa na shamba, lazima kwanza nikufundishe
Nikwambie chaba inaitishakwa na neno. Si pesa. Si pesa. Ukitaka gari inaitishakwa na neno. Haitishakwa na pesa. Ati wacha kwanza nitafute pesa. Nifanye. Pesa ngapi umeshika kutaka uzaliwe? Mbona hujanunua gari? Pesa ngapi umeshika tangu wewe? Unyitete pesa shiga na ginya huo kinyetie. Unyitete pesa shiga na huo ginya huo miaka yo kinyetie. Ndio tokinya milioni taigana. Unataka kukula gari neke. Neno linaiti gari kitu yoyote nitawafundisha jinsi ya kuitisha vitu kupitia kwa neno. Ukiwa na neno hakuna kitu utaitisha kikose kukuja. Nitakufundisha kuja Sunday, nitakufundisha jinsi ya na utaona tukifika February hiyo kitu unaitisha utakuwa nayo. Sinisikia amen. Sinisikia amen. Hapo najua mtazika. It is a lot for obey the truth. Obey what? Nasema hivi, obey, uheshimu haki, kuongea ukweli. Uwe mtu mkweli. Uwe mtu wa kusema neno lako na neno lako litasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno litasimama. Lakini neno litasimama. Kwa nini? Kwa sababu ni neno lililo na ukweli. Kwa hivyo watu mkue watu wa ukweli. Ukisema, najua sasa watu wengi hapa sasa tumekuwa leo siku ya jana ni watu wangapi hawakudanganya jana? Sema kama haukudanganyana jana, inua mkono wako juu. Si umeona? Wewe ulidanganyana. Hata sasa hivi umetudanganya. Sasa umeona nyinyi wote mlidanganya. Mlidanganya wengi sana wenu mlidanganya na Kasimu. Niko kwa jamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ile kitu Mungu anataka msimame na ukweli na muheshimu ukweli. Speak the truth. Mkue watu wa ukweli. Na ukiwa mtu wa ukweli kuna baraka ambazo zinakuja kutokana na ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna baraka zinazokuja kutokana na ukweli. Kuna milango itafunguka kwa sababu ya ukweli. Kwa sababu when you speak the truth you shame the devil. Bwana Yesu. Lakini ukidanganyana unamsifu nani? Shetani. Allow God to be at the center of what you do daily. Hapo sasa ndio tunakosea. Allow God, kubarisha Mungu katika matendo yako yote. Ukiamuka muweke Mungu, ukilala muweke Mungu, ukifanya biashara muweke Mungu, ukifanya jambo lolote umefanya umkubarishe Mungu. Mwaka huu ukubarishe Mungu akuwe katikati ya matendo yako. Chochote fikira unazo, jambo lolote unalolifanya, umweke Mungu akuwe number 1. Katikati, at the center of what you are doing, put God there. Yani chochote unakifanya, usiseme nilifanya, useme by God's grace, God willing, it is God. Si mimi, ni Mungu alifanya. Umweke katika agenda yako yote, umweke Mungu. Ndio Mungu achukue ushukani. Akichukua ushukani, hautangangana. Utakuta kile kitu ulikuwa unatafuta na nguvu kinajileta peke yake, kwa sababu sasa umejisarenda kwake. Be diligent in your work. Be diligent. Yani mkuwe mkamilifu katika kazi yoyote unayoifanya. Iwe ni kazi ambayo unaifanya kwa uangalifu, unaifanya kwa ustadi, unaufanya katika hali ambayo ni tajika. Usifanye kazi manusunusu. Usianzishe kazi leo tumekupatia kazi ya kufanya kitu, alafu hiyo kazi unabadilisha, unaenda kufanya vitu zako. Eti kwa sababu unataka kuwa mahali fulani, sio mahali fulani. That being not diligent. Be diligent. Kama umepatiwa kazi, kama ni kubwa ama ni ndogo, uifanye kwa ukamilifu na kwa hali tajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Uifanye kwa ukamilifu. Kama ni uimbaji, Beatrice, ufanye ni kama hiyo ndio the only thing that is existing. Kama ni biashara umepatiwa, ama ni kuajiriwa umeajiriwa, kazi ile umepatiwa uifanye. Na kama huyu mzee venye amefungua mdomo yake vizuri yote,
bila kuogopa. Hizi inaweza kuja iingie ya last year. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufanya kazi tajika, yani kufanya kwa moyo wako wote, na katika hiyo kazi uifanye kwa ustadi na uifanye kwa kuielewa jinsi unavyoifanya. Always be willing to give. Proverbs 11:24. Always. Watu wenye ambao watabarikiwa mwaka huu ni wale ambao watabariki wale wengine. Wale watu watabarikiwa mwaka huu ni wale watu watakuwa wa kutoa, sio watu wa kupokea. Kama utakuwa mtu wa kupetiana, be willing always to give. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu watatoa, wale watu watapatiana. Sasa ni wakati, mwaka huu ndio Mungu ataangalia moyo wako, hati yako. What kind of a person are you? Are you mean? Oh, mean. If you know you are mean, you will not succeed this year. If you know mkono wako ni mkono gumu, mkono kafu, mkono ile gumu gumu, nywele gumu kama ya Mwafrika, hakuna kitu au baraka utapata. Kama wewe mkono wako ni wako nipatie, hakuna baraka. Lakini kama mkono wako ni wa kutoa, venye utakuwa ukitoa ndivyo itakuwa inakuja, na itakuja kwa wingi. Wale all givers, this is the year for the givers. Huu ni mwaka wa watu wale ambao wanapatiananga. Bwana Yesu asifiwe. Kama mkono wako ni mkono birika, ole wangu. Kwa hivyo ni jinsi lazima ujitayarishe sasa kuanza kupatiana. Na si kupatiana ile ya kuonyeshana, ile ya kujulikana, ni mimi nilitoa. Naona hiyo kitu, naona hiyo kitu iko pale, ni mimi nilitoa. Naona hizo vitu venye vimekaa vizuri. Ni mimi niliandikia tu kacheki kamoja, vitu zikakuja. Ni yule mtu anayepatiana na asijulikane amepatiana. Lakini Mungu peke yake ndio anajua amepatiana. Bwana Yesu asifiwe sana. So God is going to delight in the givers. Wale watu ambao wanapatiana, this is the year that God is going to bless you. Guard your mind against distractors. There will be so many distractors. Watu wengi watakuja. Wale watu wanaitangwa distractors ni wale watu wa moshene. Wale watu wakukwambia fanya hivi, unajua refu, unajua nini anafanya, unajua refu alifanya, unajua kwa sababu they want to remove you here, ndio wakuondoe kwenye baraka yako. Wao walishindwa kukaa. Wao walishindwa fanya nini? Kukaa. Kwa hivyo wanataka na wewe ushindwe kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the distractors. Wale watu wanakuja kukuondoa mahali. Wale watu wanakuja kukupatia maneno ya So God is saying guide your mind against those people. Set your intentions right and open.